Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema, Mungu anayekupenda, Mungu anayekujali, Mungu ambaye anataka usike na maisha yako ya kila siku. Unajua neno linasema kwamba yeye anakuwazia wewe mawazo mazuri, mawazo ya kukuongeza, mawazo ya kuleta mafanikio juu yako. Kila lililo jema Mungu anataka lionekane maishani mwako. Yeye ni Mungu mwema na mimi nina fahari kutangaza habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 2, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Maandiko yanatuonyesha kuwa ni kwa kupitia ndani ya Yesu, kupitia kumwamini Yesu tumepata neema hii ambayo tunasimama. Tunapoongelea neema, tunaongelea kuhusu upendeleo, haki ambayo mtu anaipata ambayo haitokani na bidii au juhudi zake binafsi. Sisi wenyewe tulikuwa hatuna sababu yoyote ya kuitwa wana wa Mungu. Tulikuwa hatuna uwezo wa kujifanya kufikia hatua hii ya kuitwa wana wa Mungu. Lakini maandiko yanatuonyesha ya kwamba ni kwa sababu ya neema. Tulipomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, moja kwa moja tukapata hii neema. Na hii neema ndiyo imetupatia sisi sababu au kibali au haki ya kuitwa wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Maadamu umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni mwana wa Mungu. Na kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, moja kwa moja wewe unakuwa ni mmoja kati ya watu au watoto pendwa kwa huyu Baba yetu wa mbinguni. Unajua katika familia wanapokuja ndugu, wanapokuja jamaa kukutembelea, alafu wewe ukawa na wanao, kwa kawaida unajaribu wote kuwatendea sawa. Lakini mara moja kwa mzazi yote huwa hawezi kujificha, lazima atakuwa na upendeleo kwa ajili ya watoto wake, kwa sababu wale wanaitwa kwa jina lake. Yeye ni Mungu wa ulimwengu mzima. Kama tunavyofahamu, ni Mungu kwa watu wote, waliomwamini na wasiomwamini. Lakini yeye sio baba kwa watu wote. Yeye ni baba kwa wale waliomwamini Yesu. Kila aliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anahesabika kuwa ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Na kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, tunasema wewe una upendeleo wa ziada tofauti na wengine. Ndio maana mgonjwa unaweza kaja kwa watu wote na hata kwako pia ukanyemelea mwili wako. Wale hawana la kuitilia zaidi ya kusema Mungu tusaidie. Lakini wewe umepewa jina la Yesu. Unapolita jina la Yesu, Mungu anasikia maombi yako na ataleta uponyaji kwako. Inawezekana ukawa umekutana na changamoto za kiuchumi, mambo hayaendi sawa. Ulimwenguni inawezekana wakafadhaika, wasijue nini cha kufanya. Lakini wewe uliyemwamini Yesu unaweza ukaomba msaada kwa Baba yako wa mbinguni na yeye akafungua milango. Hii ni kuonyesha ya kwamba kupitia kumwamini Yesu kuna namna fulani ya upendeleo ambao tumepata. Upendeleo ambao hautokani na juhudi zetu binafsi, bali unatokana na kumwamini Yesu wa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kuna neema tumepokea. Wewe ni mwana wa Mungu. Ninachotegemea kuona kwako kama mwana wa Mungu ni kwamba utawekeza juhudi zaidi, bidii zaidi katika kumjua Mungu, katika kujenga ushirika naye, kwa sababu hii neema si ya bure. Unajua tunapopata neema kama hii, muhimu kuelewa ya kwamba namna gani tunaweza tukanufaika nayo, kwa sababu Mungu yeye ni mweza yote, ni Mungu mwenye nguvu zote. Kama Mungu mwenye nguvu zote amekubali kukuita wewe mwanae, ina maana wewe una haki fulani za kusemezana na huyu Baba. Kwa hiyo usikubali kuishi maisha ya unyonge, usikubali kukaa chini ya uonevu wa shetani. Simama katika nafasi yako, dai kilicho chako na matokeo yatapatikana. Hakika ninakuhakikishia juu ya jambo hili, Mungu ninayemwamini sio Mungu mwongo. Yeye ni Mungu ambaye anataka kuhusika maishani mwako. Kwa sababu amekuita wewe mtoto wake, basi yeye atasikia maombi yako na majibu yatapatikana. Usiogope, endelea kumwamini Mungu naye ataonekana kwako. Mungu akubariki. Naomba nikutakie iwe siku njema yenye baraka tele. Barikiwa.